Yes, ni kikosi cha kwanza cha Simba ambacho kitenda kuanza kwenye mchezo mgumu dhidi ya Kagera Sugar Wanankurukumbi. Mwalimu wa klabu ya Simba Steve Robert Baka ameamua kufanya mabadiliko kulinganisha na kile kikosi ambacho iliweza kuanza kwenye mechi dhidi ya watani wa jadi pale visiwani Zanzibar. Kifuatacho ni kikosi cha kwanza cha Simba ambacho kitenda kuanza kwenye mchezo mgumu dhidi ya Kagera Sugar. Kwenye eneo la goalkeeping, eneo la milingoti mitatu, mwalimu wa klabu ya Simba Steve Robert Baka ameamua kumwacha Mamadou Tanja Kasar Jibrila Kasar. Jibrila Kasari ni golikipa mzuri kweli kweli, anaweza kufanya baadhi ya mambo akiwa langoni, japokuwa ana udhaifu wake wa kushindwa kucheza mpira kwa miguu yake, lakini mwalimu Steve Robert Baka akiangalia kwenye benchi lake magolikipa walioko benchi ni bora kuanza na Mamadou Tanja Kasar Jibrila Kasari. Lakini vile vile tukija katika safu ya mabeki, siku zote mwalimu wa klabu ya Simba Steve Robert Baka amekuwa akipendelea kutumia mabeki wanne, kulia na kushoto Mligo Anthony pamoja na David Kemeta Duchu. Mwalimu ameamua kuanza na Tony Mligo kutokana na injury ambayo Kibabage Nixon aliweza kuipata kwenye mechi dhidi ya watani wa jadi. Wote tuliweza kumshuhudia Nixon Kibabage. Clement hakuweza kumaliza mchezo ule, na mchezo uliweza kumalizwa na kijana mdogo Anthony Mligo. Kulia ni David Kemeta Duchu. Kwenye siku za hivi karibuni ameonekana kuimarika kidogo, ameonekana kuwa na utu uzima kidogo, amekuwa akifanya vizuri kweli kweli upande wa kulia. Ndio maana mwalimu amechagua kuanza naye kwenye mechi dhidi ya Kagera Sugar, mechi ya kufungua msimu wa 26-27. Lakini katikati kwenye safu ya mabeki, mwalimu wa klabu ya Simba amechagua kuanza na mabeki wake ambao kwenye mechi nyingi ngumu amekuwa akiwaamini, Ismail Olivier Tul pamoja na Rushaini Stanley Dalouki. Japokuwa Ismail Olivier Tul kwenye mechi iliyopita aliweza kufanya uzembe akapelekea Albert Kangwanda kuweza kufunga goli rahisi kweli kweli, goli la kichwa, lakini hiyo sio shida. Mpira ni mchezo wa makosa. Mwalimu katika eneo la katikati amechagua kuanza na Ismail Olivier Tul. Lakini vile vile tukija kwa Rushaini Stanley Dalouki, ni moja kati mabeki wazuri kweli kweli kwenye ligi yetu. Passing yake ni hali ya juu, position yake ni nzuri kweli kweli, lakini vile vile hata kwenye mipira ya juu, yani aerial balls, Rushaini Stanley Dalouki amekuwa ni mzuri kweli kweli. Mwalimu kwenye safu ya mabeki ameanza na watu wanne: Tony Mligo kushoto, kulia David Kemeta Duchu, katikati Ismail Olivier Tul, na bila kumsahau South Africa Rushaini Stanley Dalouki. Lakini vile vile tuje katika safu ya kiungo, safu ambayo kwenye mechi iliyopita ilipata shida kweli kweli, safu ambayo ni muhimu kweli kweli kiwanjani, basi mwalimu hapa amechagua kuanza na viungo wake wawili kama ambavyo aliweza kuanza kwenye mechi dhidi ya Young African. Amechagua kuanza na Yusuf Ali Kagoma pamoja na Ibrahim Jabal. Wote tuliweza kushuhudia ufundi, umaestro ambao Ibrahim Jabali alikuwa nao na aliweza kuonesha mbele ya mpinzani mgumu, mwenye wachezaji wenye profile kubwa, mwenye wachezaji wenye uzoefu mkubwa. Ibrahim Jabali ameonekana kuwa ni mzuri kweli kweli kwenye kupiga pasi. Ibrahim Jabali ameonekana kuwa ni mzuri kweli kweli kwenye kupress, hususan pale katika eneo la katikati. Lakini pia Ibrahim Jabali ameonekana kuwa na udhaifu wa kuweza kukata ringi, yani fitness yake inaonesha haiko vizuri, kwa sababu dakika kadhaa tu za mwishoni kwenye mechi ya watani wa jadi alikuwa amechoka kweli kweli Ibrahim Jabali. Lakini vile vile tukija kwa Yusuf Ali Kagoma, amekuwa ni kiungo ambaye anaweza kukaba kweli kweli, lakini vile vile anaweza kupiga pressure maeneo, anaweza kupiga pasi maeneo ambayo hayana pressure. Lakini tuliweza kushuhudia kwenye mechi dhidi ya Young African aliweza kuwa na pressure kubwa kweli kweli, mara baada ya wachezaji wengi wa Young African ambao walikuwa wanampress kweli kweli. Yusuf Ali Kagoma alitoa maboko mengi kweli kweli, watu wengi walimsema kwamba sio kiungo mzuri, lakini kwa uhalisia Yusuf Ali Kagoma ni kiungo mzuri, lakini alikutana na game plan ngumu kweli kweli kutoka kwa mwalimu wa klabu ya Yanga Mankoba Ngiti. Hiyo ni safu ya viungo wawili wakabaji. Lakini vile vile tukija katika safu ya viungo washambuliaji, mwalimu amechagua kuanza na Clatous Chota Chama pale shimoni, yeye kama mtengenezaji, yeye kama creative playmaker. Tuliweza kushuhudia kwenye mechi dhidi ya Young African, mara baada ya Clatous Chota Chama kuweza kutoka dimbani, basi
dimba lilipoa kwelikweli, basi kulikuwa hakuna mipira yoyote ambayo inaweza kuelekea mbele. Hii ilikuwa inathibitisha, hii ilikuwa inadhihirisha umuhimu wa Clatous Chota Chama kwenye eneo la kiungo cha klabu ya Simba. Lakini vile vile tuje katika maeneo ya pembeni kulia na kushoto. Kulia mwalimu amechagua kuanza na Kalaso Makwala, na hii ni mara baada ya Anset Allen Oura kutokuwa fiti. Mwalimu kachagua kuanza na Kalaso Makwala, moja kati ya wachezaji ambao wako vizuri kwelikweli, japokuwa kwenye mechi ya dabi alikutana na upinzani mkubwa kwelikweli kutoka kwa kuasi Atoula Yao Jeshi ambaye aliwaka kwelikweli kwenye mchezo wa watani wa jadi. Lakini vile vile tuje katika eneo la upande wa kushoto, kule amekuwa akizima Libase Gueye, kule amekuwa akitawala Libase Gueye, moja kati ya mawinga wazuri kwelikweli hapa nchini Tanzania, moja kati ya mawinga ambao wanaweza kupiga pasi, wanaweza kukimbia, wanaweza kuchambua mmoja mwingine watatu, lakini vile vile wanaweza kupiga mashuti kutokea mbali, yani zile long range shoots. Mwalimu amechagua kuanza na yule wanayemuogopa siku zote, Libase Gueye upande wa kulia. Lakini vile vile tuje katika maeneo ya ushambuliaji, yani striker ambaye ataenda kusimama pale. Mwalimu kuna mechi iliyopita alianza na Ibrahim Dombia, lakini vile vile mwalimu wa klabu ya Simba ukimsikiliza Steve Robert Baka anasema bado ana imani kubwa na mshambuliaji wake Ibrahim Dombia, japokuwa watu wengi wameweza kumkataa Ibrahim Dombia, lakini mwalimu wa klabu ya Simba anasema kwamba bado ana imani kubwa na mshambuliaji wake, na anasema ataendelea kumpanga, na kwenye mechi dhidi ya Kagera Sugar basi mwalimu ameweza kuchagua kuanza na Ibrahim Dombia kama standing striker ambaye atasimama pale, atakuwa akisubiria huduma kutoka kwa viungo wake, kutoka kwa mawinga wake. Ibrahim Dombia atakuwa maeneo ya namba 9. Lakini vile vile mwalimu wa Simba Sports Club Steve Robert Baka anaweza kuwa na sabu nyingine nyingi ambazo zinaweza kuingia kuweza kubadilisha mchezo kama kuna kitu chochote ambacho kinaweza kutokea. Kwa mfano, sabu ambayo mwalimu amekuwa akipendelea kuifanya, super sub yake ni Elia Mpanzu. Kibisawa tulikuwa tunashuhudia toka msimu uliopita, kama ataanza Selemani Mwalimu basi ataingia Mpanzu, kama ataanza Mpanzu basi ataingia Suleiman Mwalimu kama super sub, na super sub ya Suleiman Mwalimu iliweza kupelekea klabu ya Simba Sports Club kuweza kupata ushindi kwenye mchezo wa Muungano baada ya kumpatia penalty Suleiman Mwalimu aweze kuipiga. Lakini vile vile kuna viungo kama Nio Maema, kuna viungo kama Marais Abraham, lakini vile vile kuna viungo wengi kweli kama akina Abdalla Semfuko ambao wanaweza kuingia kuweza kwenda kubadilisha hali ya mchezo ambavyo itakuwa inakwenda. Hiki ndicho kikosi cha kwanza cha Simba ambacho kilienda kuanza kwenye mchezo mgumu kabisa, mchezo dhidi ya Kagera Sugar pale Bukoba Kagera.